Hii mada ambayo tunaiangazia leo, changamoto za CBC na mikasa shuleni, labda ninajua ni mada ambayo ni pana sana. Kuna swala zima la serikali imeweza kufeli wapi, kipi kinaweza kikaboreshwa na mambo kama hayo. Lakini kuna kipengele cha msongo wa mawazo, Mwalimu Juma. Na wengi wa wanafunzi leo hii na baadhi ya walimu vile vile wazazi wana msongo wa mawazo, wana shinikizo kuhusiana na mambo mbalimbali, maisha, ugali wa maisha na mambo mengine kama hayo. Hivi wewe kama mwalimu unadhani kwamba CBC na vile vile Wizara ya Elimu, shule, usimamizi wa shule umeweka mikakati ya kutosha kuweza kutoa labda ushauri na vile vile kuelekeza hawa wanafunzi na vile vile washikadau katika sekta nzima, lakini zaidi wanafunzi wanapokumbwa tuseme kwa mfano na msongo wa mawazo? Asante sana ndugu Komredi. Ni kweli kuwa wazazi, wanafunzi na hata walimu wenyewe wanapitia changamoto na hizi dhiki za kisaikolojia ziko. Na hatua zimechukuliwa, japo hatua zenyewe hazitoshi. Kwa sababu ukiangalia wahusika hao wote wanahitaji msaada kwa njia yoyote ile. Kwa mfano jana nilikuwa nazungumza na mmoja wa waelekezi pale shuleni, anaitwa Sister Patricia Wanyango, ambaye anasimamia ile idara pale shuleni Lenana. Anasema kwa kweli kazi ni nyingi sana. Uzungumze na wazazi, uzungumze na wanafunzi pamoja na walimu ambao pia wana msongo wa mawazo. Kwa hivyo kwa vyote vile tunahitaji zaidi. Tunahitaji zaidi kwa sababu sisi pia tunalemewa. Kwa mfano pale shuleni tuna wanafunzi 2000 na kuzungumza na wanafunzi wanatoka katika maeneo tofauti na zile backgrounds zao pia ni tofauti. Changamoto ni nyingi sana pale nyumbani, na wanapokuja shuleni wanapata matumaini, wanapata tunaita safe haven pale shuleni, pale ambapo wanaweza kujieleza. Na unapata nilipotangulia wale nilisema kuwa kuna mambo ambayo walimu wanajua zaidi hata kushinda wazazi, kwa sababu wakija pale tunawapatia nafasi, fursa hiyo wajieleze, tunawapatia mahali salama pa kujieleza. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunayajua kuhusu hawa wanafunzi pamoja na wazazi wao, na zile changamoto ambazo wanazipitia nyumbani na changamoto za pia wazazi wao. Kwa hivyo ni himizo tu kuwa tuwekeze zaidi, kwa sababu tunakoelekea kila mtu anakabiliwa na changamoto kwa njia yote ile. Hata na walimu wanahitaji, baada ya kuelezewa zile changamoto za wanafunzi, nao wapate mtu wa kuwasikiza. Kwa hivyo ikiwa kuwa hata mwajiri atakuwa akiwasukumiza sana walimu, na wazazi pia wanasukumiza sana walimu, na wale wanafunzi pia wanasukumwa sana na walimu, na pia matarajio ya jamii, huenda tusiwe na jamii ambayo ina mwelekeo mzuri, kwa sababu kutakuwa na msongo mwingi wa mawazo. Licha ya kusema hayo, kuna jitihada za kimakusudi ambazo zimewekwa na hata huu mtaala ambao upo kuwa tuimarishe hasa ile idara inayohusiana na masuala ya imani, ile chaplaincy. Kwa mfano pale shule ya Lenana tukiongozwa na Reverend Joe, yuko pale anaongozwa pamoja na Father Francis na Abi Matagara ambaye anawasimamia wale wa Sabato SDA, na pale Madam B Omoga anawasimamia wale wa Katoliki, Reverend Joe akitusimamia sisi sote. Ni masuala ambayo yanatiwa msisitizo sana, kwa sababu pasi na hilo basi hakuna kile ambacho tutafanikiwa kufanya. Na ndiposa unapata hata mikasa kama hii ambayo labda yanatokana na msongo wa mawazo na zile dhiki za kisaikolojia na wanafunzi kutaka kujieleza, tunaweza kukabiliana nayo kabla hayajatokea. Kwa sababu tumeweka uwazi ili tuweze kuwa tunawasiliana na wanafunzi, wajieleze matatizo yao, ili tuweze kuwashika mkono, tusafiri pamoja nao. Mwalimu Justus, na labda Mabruki atatupatia neno la mwisho tukimaliza mada hii. Mwalimu Justus, ama tufutilie mbali shule za bweni.